Watu wengi wamejikuta wakisherehekea sikukuu ya Pasaka pasipokujua wanachokisherehekea. Wengine ukiwauliza Pasaka ni nini, hawana majibu. Wengine watakujibu kwamba hiyo ni sikukuu tu na kama sikukuu zingine bwana. Nifafanue tu kwamba Pasaka ni sherehe ya Kiyahudi iliyowakumbusha jinsi Mungu alivyowakomboa Waisraeli kutoka katika utumwa wa Misri mwaka 1513. Neno Pasaka linarejea kipindi ambacho Mungu aliwalinda Waisraeli kutokana na lile pigo kubwa la kuuawa kwa kila mzaliwa wa kwanza wa Misri. Hiyo inaandikwa katika kitabu cha Kutoka sura ya 12 mstari wa 27 pamoja na Kutoka 13 mstari wa 15. Kabla ya Mungu kuanza kutekeleza pigo hilo, aliwaambia Waisraeli wapake damu ya mwana-kondoo au mbuzi kwenye milango yao. Mungu angetuma malaika mtoa roho na angeona ishara hiyo na kupita juu ya nyumba zao, na hivyo wazaliwa wao wa kwanza wasingeuawa. Pia inaelezwa katika Kutoka 12 mstari wa 7 pamoja na Kutoka 13. Jambo hili lilikuwa agizo la Mungu kwao ili atumie kitendo hicho kuwafungua toka kwenye utumwa wa miaka 430 wakiwa mikononi mwa Wamisri. Ukisoma katika Biblia takatifu, kitabu cha Kutoka 12 mstari wa 11 pamoja na Kutoka 44, anazungumza juu ya kumla Pasaka akiwa na maana ya kumla mwana-kondoo aliyetolewa sadaka siku hiyo. Katika kitabu cha Kutoka 12 mstari wa 27, huyo mwana-kondoo anajulikana kama dhabihu ya Pasaka ya Bwana. Mungu aliwapa agizo la kuwapa na kumbukumbu ya jambo hilo kila mwaka katika vizazi vyao vyote. Ni rahisi sana kupoteza maana ya Pasaka kama msisitizo wa Wakristo utakuwa kwenye sikukuu itoe Pasaka badala ya kuweka msisitizo kwenye sadaka itoe Pasaka. Msisitizo jambo hili ni kwamba tunaona tunaposoma ya kwamba Yesu Kristo ni Pasaka wetu, yani ni aina ya sadaka itoe Pasaka kwetu, ili Mungu aitumie damu yake kutuokoa na dhambi. Kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yani Kristo. Inapatikana katika kitabu cha kwanza wa Korinto sura ya 5 mstari wa 7. Mungu alipomtoa Yesu Kristo kama Pasaka wetu, yani sadaka itoe Pasaka, kati ya jambo kubwa lililofanyika ilikuwa ni kukombolewa kwa mwanadamu kutoka katika umauti, yani nguvu ya giza, na kuingizwa kwenye ufalme wa Mungu, yani uzima wa milele. Unaposoma kitabu cha Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13, neno la Mungu linasema hivi: naye aliyetuokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Kitabu cha kwanza cha Yohana sura ya 3 mstari wa 14 kinasisitiza hilo kwa kuandika: sisi tunajua ya kuwa tumepita toka mautini kuingia uzimani, kwa maana tuwapenda ndugu. Yeye asipenda akaa katika mauti. Faida walizopata wana wa Israeli kwa kutoa sadaka ya mwana-kondoo aliyeitwa Pasaka, unaweza ukazipata na wewe kwa kupitia kifo cha Yesu msalabani kama sadaka ya Pasaka kwa ajili yetu. Waisraeli waliokolewa na damu ya mnyama walioipaka katika miimo na miisho ya milango yao, na ndipo malaika wa Bwana alipotambua na kupita juu. Lakini Wakristo tunaambiwa Pasaka wetu ni Yesu mwenyewe aliyetuokoa kwa damu yake. Tunasoma katika Yohana wa kwanza sura ya 36, nanyi mfahamu ya kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana-kondoo asiye na hila, asiye na ua, yani ya Kristo. Basi kama tulivyoona, neno la Mungu linatuthibitishia kuwa kwa sasa Wakristo tunaokolewa na damu ya Yesu ambaye ndiye Pasaka wetu, na si kwa damu ya mnyama aliyekuwa Pasaka kwa watu wa kale. Ni kazi yako kujua na kufuatilia ni vitu gani wana wa Israeli walifaidika, ili na wewe imani yako ijengeke na uweze kuviomba kwa Mungu ili akupe na wewe katika Kristo Yesu aliye Pasaka kwetu. Kumbuka kuangalia Pasaka kwa jicho la sadaka la Yesu pale msalabani,
ndipo hata sikukuu itakuwa muhimu kwako kiroho. Lakini unaweza kwenda mbali zaidi kwa kutoa sadaka yako kwa wahitaji. Angalia kwenye jamii yako, wale wenye changamoto wasaidie waweze kusherehekea nao Pasaka, japo kwa chakula, vinywaji na mavazi. Hujachelewa, ingawa kesho ndio Pasaka yenyewe. Lakini kwa kujua ukweli huu leo, unaweza kufanya kitu fulani kwa ajili ya watu wako wa karibu. Jitafakari. Umewakumbuka wazazi wako, ndugu zako, familia yako au jirani zako wanaohitaji? Mungu akupe moyo wa kuelewa maana ya Pasaka na kujitoa kwa sadaka ili kuikamilisha.